Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Kati ya siku ambayo ilikuwa inasubiriwa sana na mashabiki wa soka la hapa nchini Tanzania ni siku hii ya leo tarehe 16 ya mwezi huu wa 9. Watani wa jadi walikuwa na mechi dume sana pale katika viwanja vya Benjamin Mkapa, ambapo walikuwa wanachezea ngao ya jamii, ili mradi tu mshindi aweze kupatikana, na endapo zingekwenda dakika 90 mshindi hajapatikana, basi wangelazimika kupiga matuta. Sasa tumeweza kushuhudia mpira kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90, na mwamuzi Arajiga akaweza kuongeza dakika 12 kwa sababu tu ya upotevu wa muda wa klabu ya Yanga baada tu ya kuongoza kwa bao moja. Ni kama vile walikuwa wanapoteza muda na namna gani vipi, na ikapelekea mwamuzi akaongeza dakika nyingi, dakika 12, basi Simba Sports Club ili mradi waweze kujitetea. Lakini wapi, Simba Sports Club wameweza kupoteza huu mchezo kwa mara nyingine, na unaweza kuona matumaini makubwa sana ya Simba Sports Club yalikuwa ni siku ya leo. Simba Sports Club waliweza kujitokeza kwa wingi sana uwanjani, licha ya kwamba klabu ya Yanga wao ndio walikuwa wenyeji, lakini mashabiki wa Simba Sports Club wakaamua kujitokeza kwa wingi sana katika uwanja ili mradi tu kuja basi kuipa support timu yao ya Simba Sports Club. Sasa tumeweza kushuhudia mchezo namna ambavyo umepigwa, namna ambavyo wachezaji wa klabu ya Simba Sports Club wameweza kufanya performance yao nzuri kabisa katika uwanja, lakini isivyo bahati basi klabu ya Yanga imeibuka kidedea kwa bao ambalo limefungwa na Pacome Zouzoua. Sasa namna ambavyo huu mchezo umeenda mashabiki wa Simba ni kama vile wamekata tamaa, namna ambavyo walikuwa wanatoka katika uwanja wa Benjamin Mkapa, wengine wakiwa na majonzi, wengine wakiwa wanadai hii Simba mbona haibadiliki? Ni kwa nini kila siku sisi tunacharazwa tu na mtani? Ukiangalia ilikuwa ni mechi ya ufunguzi, ni mechi ambayo basi ingeweza kuwapa matumaini makubwa sana kuelekea ligi kuu msimu ambao unakuja wa NBC Premier League, lakini kichapo ambacho wamekipata kutoka kwa Pacome Zouzoua unaweza kusema huyu ni mkemia kweli kweli. Ukiangalia namna ambavyo wana Simba walikuwa wamejiamini, namna ambavyo walikuwa wamejihami katika kipindi cha kwanza cha dakika 45, walirudi katika kipindi cha pili wakiwa na matumaini makubwa kwamba wanaweza wakafanya jambo, wanaweza wakaudhibiti mchezo na baadaye wakapata bao, lakini ilikuwa ni tofauti. Ukiangalia wachezaji wa Simba Sports Club wamecheza kwa adabu kubwa sana, lakini makosa kidogo yakasababisha Pacome Zouzoua basi akaweza kuingiza bao au kuandika bao kwa klabu yake ya Yanga, na unaweza kuona amekuwa ni mchezaji ambaye ana kasi sana, ni mchezaji ambaye basi klabu yake ya Yanga inamtegemea kwa kiasi kikubwa sana, na ukiangalia siku ya leo ameweza kufanya vizuri na ameweza kuonesha ni kwa namna gani yeye anaitwa MVP, na unaweza kuona kiwango kizuri ambacho amekionyesha kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Basi unaweza kumsifia sana Pacome Zouzoua, lakini pia kile kipindi cha uchambuzi ambacho tulimshuhudia mchambuzi wa soka Hans Raphael aliwahi kuzungumza na kudai kwamba Pacome Zouzoua ni mchezaji ambaye huwezi kabisa kumfananisha na mchezaji mwingine katika klabu yoyote ya Simba Sports Club. Ukiangalia mara nyingi sana Pacome Zouzoua alikuwa anafananishwa na Elie Mpanzu, jambo ambalo basi huyu mchambuzi wa soka Hans Raphael alikuwa anagomea na kudai kwamba Pacome ana vitu vyake, Pacome anajua ni nini ambacho anakifanya uwanjani, na ndio maana basi siku ya leo klabu ya Simba Sports Club itakuwa imejifunza ni nini ambacho mchambuzi wa soka Hans Raphael alikuwa anakizungumza. Ni kwa nini Pacome ameweza kuitwa MVP, lakini pia ni kwa nini Pacome basi ameongezewa mkataba katika klabu ya Yanga, licha ya kwamba mkataba wake ulitamatika, lakini klabu ya Yanga wakaona bora tu kumuongeza huyu mchezaji mkataba kwa sababu ni mchezaji ambaye anastahili, ni mchezaji ambaye anajua ni kitu gani ambacho anakifanya katika uwanja, na siku ya leo amewapa mateso makubwa sana klabu ya Simba Sports Club na wameweza kupoteza kwa mara nyingine dhidi ya watani wao wa jadi. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, like na turn on notification.